Yesu anasema heri mtume yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anagawa posho. Ni muda mwingine mzuri ambao natamani tushirikishane kama viongozi, kwa sababu watu tunaoongoza wako makundi tofauti. Kuna aina ya watu ambao wao tunasema wanapenda kuwatumia wengine. Aina hii ya watu naita sponge. Mtu aina hii wakati wote yeye anakuwa ni mtu mwenye uhitaji, anapenda tukupokea, yeye hapendi kutoa. Ni mtu anahitaji kusaidiwa, lakini yeye hatoi kitu. Ni watu ambao wanatumia wengine. Akiwepo kanisani, ni mtu ambaye muda mwingi atatumia watu wengine kueleza matatizo yake. Ana kodi ya nyumba, ana chakula, kueleza tu shida zake ili asaidiwe. Na mara nyingi watu hao, kama nilivyotangulia kusema, wanakuwa ni wagumu sana wa kutoa. Hawatoi zaka, sadaka, matoleo mbalimbali. Wao wanaamini zaidi kwenye kupokea, na ndio moja vifungo ambavyo vinafanya sasa wasiweze kufunguliwa au wanachelewa kufunguliwa kwenye mazingira ya umaskini na uhitaji ambao wanaupitia. Jinsi ya kuwasaidia watu hawa: kwanza, weka mipaka katika uwezo wako wa kuwasaidia, maana watakuwa wanakuja kwako mara kwa mara. Mtu atakuwa anajieleza muda wote, na wakati mwingine katika mambo ambayo hata yeye mwenyewe ana uwezo wa kuyafanya. Ni vizuri kabisa kuwasaidia wahitaji. Ndivyo Biblia inavyotuagiza, ndivyo neno la Mungu linavyozungumza. Lakini kumbuka, kuna yule mwenye uhitaji, afu kuna mtu ambaye ni tabia yake. Hapa nazungumza habari ya mtu ambaye yeye ni tabia. Yaani yeye sio tu kwamba anasukumwa na uhitaji, yani kwake ni tabia. Watu wa namna hii usiwaruhusu wakutumie kwa hila. Kuna wakati dai na wao wawajibike na wape changamoto, ukiwaelezea wengine ambao wana matatizo makubwa kuliko wao. Watoe mifano ya watu ambao hata yeye anawajua, muelezee matatizo yao yalivyo makubwa kuliko yeye, na bado wanafanya kazi, bado wanapambana, wanakuwa waaminifu kutoa zaka, wanahudhuria ibada, na mpe mbinu namna gani anatakiwa wajibike na kutoka kwenye hali hiyo. Huo ni msaada mkubwa zaidi, na mtu huyo akifunguka kwenye kifungo hicho, nataka nikueleze, atakuja kukushukuru, na huu ndio msaada wa kudumu kwenye maisha yake. Na wewe kama ni mtu wa namna hii, Mungu akupe kubadilika. Fanya kazi kwa bidii, huna sababu ya kujihurumia na kuhitaji sana msaada. Heri kutoa kuliko kupokea. Endelea kuwa mwaminifu, fanya kazi kwa bidii, toa zaka, tumikie Mungu. Yeye ni mwaminifu, kwa sababu Yesu aliyeko ndani yako ana uwezo kabisa wa kuifanya kesho yako kuwa kubwa. Barikiwa sana mtendakazi mwenzangu. Amen.